Nawashukuru sana viongozi wa dini kwa dua na sala za kuiombea baraka hafla yetu hii. Ndugu viongozi na ndugu wananchi, kesho tarehe 26 Aprili 2025 nchi yetu inatimiza miaka 61 ya muungano na kuasisiwa kwa taifa la Tanzania. Waasisi wa taifa letu marehemu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Mzee Abedi Amani Karume waliwaongoza wananchi wa iliyokuwa Jamhuri ya Watu wa Zanzibar na Jamhuri ya Tanganyika na kuunda taifa jipya la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni dhahiri kuwa ndani ya kipindi cha miaka 61 ya muungano, nchi yetu imepiga hatua kubwa ya maendeleo kisiasa, kiuchumi na kijamii na kuifanya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa kielelezo cha mafanikio ya muungano barani Afrika. Wananchi wa pande zote mbili za muungano wanaendelea kunufaika na matunda ya kuasisiwa kwa muungano wetu kwa dhamira ile ile ya waasisi wa taifa letu ya kuleta uhuru, umoja na maendeleo ya Watanzania. Ndugu viongozi na ndugu wananchi, napenda kutumia fursa hii kutoa shukrani zangu za dhati na kumpongeza Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kusimamia na kuhakikisha muungano wa Tanzania unaendelea kuimarishwa kwa kuzipatia ufumbuzi changamoto za muungano kupitia vikao vya pamoja vya majadiliano kama walivyofanya viongozi waliotangulia. Aidha, nawashukuru viongozi wote wa pande zote mbili za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa namna wanavyoshirikiana na hivyo kudumisha muungano wetu. Hakika ni wajibu wetu kuendeleza ushirikiano kwa faida ya kizazi cha sasa na wale watakaokuja baadaye. Ndugu viongozi na ndugu wananchi, miongoni mwa matunda makuu ya muungano wetu ni kuendelea kuwepo kwa umoja wa Watanzania na kudumu kwa amani katika nchi yetu. Hakika hizi ni tunu muhimu ambazo sote tuna wajibu wa kuzilinda na kuzidumisha. Umoja wa Tanzania unatoa nafasi pana kwa wananchi wa pande zote mbili za muungano kunufaika na fursa mbalimbali zikiwemo za kisiasa, kiuchumi na kijamii. Katika hali hiyo, hakuna mwananchi hata mmoja hapa Tanzania anayekosa faida za kuwepo kwa muungano huu kwa namna moja ama nyingine. Aidha, amani ya Tanzania ndio msingi mkuu wa maendeleo tunayoyapata katika sekta zote. Kwa mnasaba huo, hatua hii ya ujenzi wa miundombinu ya barabara tulioiwekea jiwe la msingi leo na utekelezaji wa miradi mingine ya maendeleo ni matokeo ya kuendelea kuwepo kwa amani katika nchi yetu. Amani tulionayo ndio inayoiwezesha serikali kupanga na kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo. Hivyo nichukue fursa hii kutoa wito kwa Watanzania wenzangu, tuendelee kulinda na kudumisha amani tulionayo ili nchi yetu izidi kupiga hatua za maendeleo. Kwa kuzingatia kuwa mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, sote tutumie haki yetu ya kuchagua viongozi na kuhakikisha uchaguzi huo hauwi chanzo cha kuhatarisha amani tulionayo. Tuzingatie kuwa kuna maisha baada ya uchaguzi na hivyo tuendelee kuweka mbele maslahi ya nchi yetu kwa kudumisha amani. Ndugu viongozi na ndugu wananchi, napenda kutumia fursa hii kutoa wito kwa viongozi wa wizara na TANROADS kuhakikisha ujenzi wa barabara hii tulioiweka jiwe la msingi unamalizika kwa wakati, kwa mujibu wa mkataba na kwa ubora unaotakiwa. Aidha, mkandarasi ahakikishe anazingatia masharti ya mkataba na kufahamu kuwa wananchi wanasubiri kwa hamu kumalizika kwa mradi huu ili wanufaike na dhamira ya serikali ya kuendeleza ujenzi wa miundombinu ya barabara katika maeneo yote ya nchi yetu. Ni wajibu wa wananchi kwa upande wao nao kutoa ushirikiano kwa wizara na mkandarasi, ikiwemo suala la ulinzi wa vifaa vya ujenzi, kwani kukosekana kwa ulinzi madhubuti
kunaweza kuchangia kuzorotesha kasi ya kukamilisha mradi huu. Ndugu viongozi na ndugu wananchi, napenda kuhitimisha hotuba yangu kwa kutoa shukrani zangu tena kwa kunialika kwa mgeni rasmi katika hafla hii ya uwekaji wa jiwe la msingi la ujenzi wa barabara hii ya Kibada Mwasonga kwa kiwango cha lami. Shukrani maalum nazitoa kwa kamati ya maandalizi ya shughuli hii na wale wote waliochangia katika kufanikisha sherehe hii. Nyerere inaungana na barabara ya Kibada Mwasonga Kimbiji katika eneo la Kibada. Mheshimiwa Rais, barabara kutoka Kibada Mwasonga Kimbiji yenye urefu wa kilomita 41, utekelezaji wake umegawanywa katika sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza, yani package 1, ni sehemu ya barabara kuanzia Kibada hadi Songani yenye urefu wa kilomita 26.7, na sehemu ya pili inaanzia Songani kupitia Kijaka hadi Kimbiji yenye urefu wa kilomita 14.3. Mheshimiwa Rais, ujenzi wa sehemu zote hizi mbili za mradi huu zinatekelezwa kwa pamoja, na kazi ya ujenzi ilianza tarehe 10 mwezi Aprili mwaka jana 2024 na ilipangwa kukamilika tarehe 9 mwezi Desemba mwaka huu. Hata hivyo, kutokana na sababu mbalimbali za kimkataba, mkandarasi amewasilisha ombi la nyongeza ya muda wa mkataba wa miezi 5, ambalo mkataba huu mkandarasi ni kampuni ya Estim Construction Company Limited, na mradi utagharimu shilingi bilioni 83.8, msimamizi ikiwa ni kitengo cha usimamizi cha TANROADS, yani TECU, mkoa wa Dar es Salaam, na gharama za usimamizi zitakuwa shilingi bilioni 1.7. Mheshimiwa Rais, utekelezaji wa mradi huu hadi sasa umefikia asilimia 30 na tunaendelea kutekeleza kwa kasi ili barabara ikamilike. Mheshimiwa Rais wa Zanzibar, hadi sasa mradi huu umetoa jumla ya ajira 331, ambapo kati ya hizi 326 ni Watanzania wazawa na raia wa kigeni ni 5. Kwa upande wa Watanzania, wanaume ni 306 na wanawake ni 20.